Moja pia kati ya swali kubwa ambalo kwa sasa ni swali la msingi ambalo pia linazua mjadala mkubwa katika siasa za kimataifa ni hili. Yaani, iwapo mzozo wa wazi wa kijeshi utazuka kati ya Iran na Marekani, je, nchi ya China pamoja na Urusi zitaisaidiaje ama zitaisaidia kwa kiwango gani nchi ya Iran? Je, dunia inashuhudia kuibuka kwa muhimili mpya wa kupinga Magharibi, au uhusiano huu ni mkusanyiko wa maslahi ya muda yanayobadilika kulingana na mazingira? Basi karibu sana katika uchambuzi wa makala hii ambayo pia italenga kukuangazia pia jinsi namna ambavyo Urusi pamoja na China zinaweza kuingilia endapo Marekani itaishambulia nchi ya Iran. Jibu haliko katika kauli za kisiasa pekee, bali katika asili ya mahusiano kati ya Tehran, Moscow na Beijing, kinyume na taswira inayotolewa mara kwa mara kuhusu kambi ya pamoja dhidi ya Marekani, ambayo Iran haina muungano rasmi wa kijeshi kwa Urusi wala China. Katika nadharia za mahusiano ya kimataifa, muungano wa kijeshi humaanisha ahadi ya wazi na ya kisheria ya ulinzi wa pamoja endapo mshirika atashambuliwa. Ahadi hiyo huwekwa katika mkataba wenye masharti ya lazima na kifungu cha kuingilia kijeshi moja kwa moja. Lakini hadi sasa hakuna mkataba wa aina hiyo kati ya Iran na mojawapo ya madola haya mawili, na maanisha Urusi au China. Mfano unaotajwa mara nyingi ni mkataba wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Iran na Urusi uliotiwa saini Januari 2024. Lakini hata hivyo, makubaliano hayo yanasisitiza ushirikiano wa kiusalama, kiuchumi na kisiasa bila kujumuisha kifungu cha ulinzi wa pamoja. Unazungumzia kutotumia ardhi ya kila mmoja dhidi ya mwenzake na kushirikiana kukabili vitisho, lakini si sawa na mkataba wa NATO au muungano mwingine wa kijeshi wa moja kwa moja. Kwa mujibu wa mchambuzi wa mahusiano ya kimataifa anayefahamika kama Hamid Reza Azizi, ambaye amezungumza na shirika la habari la BBC, amesema tofauti kati ya ushirikiano wa kimkakati na muungano wa kijeshi ni kubwa. Anaeleza kuwa muungano ni kiwango cha juu zaidi cha uhusiano wa dola, na hali hiyo haijafikiwa katika mahusiano ya Iran na China au Urusi. Kwa mtazamo wake, mchambuzi huyo wakati akizungumza na BBC amesema hata kama vita vitazuka, uwezekano wa Beijing au Moscow kuingilia kijeshi moja kwa moja ni mdogo. Hatua zao zitajikita zaidi katika diplomasia na usimamizi wa mgogoro. Wachambuzi wengi wanakubaliana kuwa ushirikiano wa Iran na madola haya mawili ni muunganiko wa maslahi mbele shinikizo la Marekani kuliko muungano kamili wa usalama. Umoja wao katika kupinga sera za Washington haumaanishi kuwa wako tayari kukabiliana kijeshi na Marekani kwa niaba ya Tehran. Kila upande una hesabu zake za kimkakati na vipaumbele vya muda mrefu. China kwa mfano ina mahusiano mapana ya kiuchumi katika Mashariki ya Kati, ikiwemo Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Israeli. Urusi nayo hudumisha njia za mawasiliano na pande tofauti, ikiwa ni pamoja na Iran na Israeli, yani Tel Aviv. Kuingia vitani waziwazi upande wa Iran pia kungevuruga mizani nyeti ya diplomasia na biashara ambayo madola haya yameijenga kwa uangalifu kwa miaka mingi. Zaidi ya hayo, Urusi tayari imeelemewa na vita vya Ukraine, wakati China inaelekeza nguvu zake katika ushindani wa kimkakati Asia Mashariki, hususan suala la Taiwan. Kufungua uwanja mpya wa mapambano katika Mashariki ya Kati kungeongeza gharama za kijeshi, kiuchumi na kisiasa kwa kiwango ambacho huenda kisiwe na faida kwao. Hata hivyo, kuna hoja nyingine inayotolewa na Yuria Rockeford wa chuo kikuu cha Tyler, Malaysia. Anasema Iran kama mwanachama wa BRICS na shirika la ushirikiano la Shanghai, yani ACCO, ina uzito wa kisiasa katika miundo ya kimataifa ambayo Moscow na Beijing zinataka kuimarisha. Kwa mtazamo huu, kuanguka kwa Iran au kudhoofishwa kwake kwa njia wazi kunaweza kuathiri uaminifu wa majukwaa haya mbadala ya kimataifa. Hata hivyo, uzoefu wa migogoro ya hivi karibuni unaonyesha mipaka ya msaada huo. Katika mvutano wa moja kwa moja kati ya Iran na Israeli uliodumu kwa muda mfupi, msaada wa China na Urusi pia haukuvuka kauli za kidiplomasia. Hakukuwa na uingiliaji wa kijeshi kwa wazi. Hii ilidhihirisha kuwa hata katika hali ya mgogoro mkali, madola haya mawili hupendelea tahadhari kuliko hatari ya kuingia vitani moja kwa moja. Ripoti za vyombo vya habari vya Magharibi zimewahi kudai kuwepo kwa ushirikiano wa kijeshi unaopanuka, ikiwa ni pamoja na madai ya usafirishaji wa mafuta ya roketi kutoka China kwenda Iran au ushirikiano wa kiufundi katika sekta ya ulinzi. Beijing, yani China, imekanusha madai hayo ikiyaita siyo ya msingi,
lakini hata kama baadhi ya ushirikiano wa kiufundi ungetokea, bado singefikia kiwango cha muungano rasmi wa kijeshi. Azizi amesema anaamini kuwa katika hali ya mivutano inaongezeka, kinachoweza kutokea ni msaada wa kijasusi, kidiplomasia au kiufundi kwa kiwango cha chini, bila kushiriki moja kwa moja katika mapigano dhidi ya Marekani. Huu ni mfano ulioonekana pia katika vita vya Ukraine, ambapo China ilitoa msaada wa kisiasa na kiuchumi kwa Urusi bila kuingia vitani moja kwa moja. Hoja nyingine muhimu ni uwezekano wa mabadiliko ya utawala nchini Iran, ambako baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa iwapo serikali inayokaribiana zaidi na Magharibi ingeingia madarakani Tehran, hali hiyo ingeathiri hesabu za Moscow na Beijing, ambako Iran ina nafasi ya kimkakati inayounganisha Asia ya Kati, Caucasus na Mashariki ya Kati. Hivyo kuanguka kwa mfumo wa sasa kunaweza kuonekana kama pigo kwa ushawishi wa Urusi na China katika eneo hilo. Hata katika hali hiyo, haijulikani wazi kuwa majibu yao yangekuwa ya kijeshi. Inaweza zaidi kuona ongezeko la msaada wa kiuchumi, kijasusi au wa silaha badala ya kuingia vitani moja kwa moja na Marekani, jambo ambalo lingekuwa na gharama kubwa na hatari ya kupandwa mzozo kimataifa. Sehemu muhimu zaidi ya mlinganisho huu iko katika uchumi, ambako uthabiti wa kiuchumi unaweza kusaidia serikali ya Iran kuhimili shinikizo la nje, wakati kuanguka kwa mapato kunaweza kusababisha msukosuko wa ndani. Katika eneo hili, China ina nafasi muhimu kama mnunuzi mkubwa wa mafuta kutoka Iran. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni, Beijing imekuwa makini ili kuepuka vikwazo vya pili vya Marekani. Takwimu zinaonyesha kuwa uagizaji wa mafuta wa China kutoka Iran umepungua katika vipindi fulani, hasa wakati shinikizo la vikwazo linapoongezeka. Hii inaashiria kuwa Beijing hupima kwa uangalifu gharama na faida za ushirikiano wake na Tehran, ambako maslahi ya kitaifa ya China katika biashara ya kimataifa na uthabiti wa kifedha mara nyingi hupewa kipaumbele kuliko mshikamano wa kisiasa. Urusi pia imeonyesha kuwa ushirikiano wake na Iran hutegemea maslahi ya muda na ya pande zote. Miradi kama ule wa kiwanda cha nyuklia cha Bushehr au utoaji wa mifumo ya ulinzi imewahi kukabili ucheleweshaji wa maamuzi ya kisiasa. Hii inaonyesha kuwa hata urafiki wa karibu una mipaka yake. Kwa ujumla, iwapo mvutano utaongezeka hadi mzozo mdogo au hata vita kati ya Iran na Marekani, kuna uwezekano mkubwa kuwa China na Urusi zitafuata mkondo unaojulikana: kupinga kidiplomasia hatua za Washington, kuhimiza suluhu za kisiasa na labda kuongeza kiwango cha ushirikiano wa kiufundi au wa kijasusi. Lakini kuingilia kijeshi moja kwa moja kunaonekana kuwa chaguo la gharama kubwa na lenye hatari kubwa. Kwa maneno mengine, kile kilichojengeka kati ya Tehran, Moscow na Beijing si muungano kamili wa kijeshi, bali ni ushirikiano wa tahadhari unaotokana na maslahi yanayokutana katika mazingira ya shinikizo la Magharibi. Ni mkakati wa kusawazisha nguvu, si wa kuanzisha vita vya pamoja. Hivyo basi, jibu la swali la awali linaelekea kuwa wazi, ya kuwa China na Urusi zinaweza kuisaidia Irani kwa njia za kisiasa, kiuchumi na kiufundi, lakini uwezekano wa kuingia vitani moja kwa moja dhidi ya Marekani unabaki kuwa mdogo kabisa. Katika siasa za kimataifa, maslahi ya kitaifa na gharama za kimkakati mara nyingi hushinda hisia za mshikamano. Na katika mizani hiyo nyeti ya nguvu za dunia, tahadhari ndiyo silaha kuu kuliko bunduki. Na huu ndio mwisho wa makala hii fupi ambayo pia imelenga kuangazia jinsi pia namna ambavyo Urusi pamoja na China zinaweza kuingilia kati endapo Marekani itaishambulia moja kwa moja nchi ya Iran. Naamini pia hichi ambacho umekisikia tayari umepata taswira kamili ya kile ambacho pia kwa upande wa Urusi na China pia zinaweza zikachukua hatua gani endapo nchi ya Iran itashambuliwa, ambako pia katika siku za hivi karibuni tumeona ongezeko kubwa la vitisho hasa kutoka Marekani kwa Rais Donald Trump, ambaye amekuwa akifanya vitisho vingi, lakini pia tumeona amepeleka majeshi mengi pale Mashariki ya Kati. Tumeona pia meli zimewasili pale Mashariki ya Kati, na inaelezwa kuwa kwamba tayari Donald Trump ametoa siku kadhaa, karibu siku 10 hadi 15, kwamba endapo Iran haitakubali kile ambacho Marekani nataka, hasa swala zima la nyuklia, kusitisha kurutubisha uranium, kwamba basi Trump huenda akaamua kufanya mashambulizi. Na pia tumeona ripoti kwamba kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vinasema kwamba kila ambacho kimeagizwa, yani majeshi ambayo yameagizwa kwenda Mashariki ya Kati, ni kwamba yako tayari. Kwa hiyo kilichobaki tu ni amri
ya Rais Donald Trump kwamba sasa kwa sababu Iran imegoma kufuata kile ambacho Marekani nakitaka, basi hatua za kijeshi zifuate. Kumbuka tu kwamba mzozo huu chanzo chake ni urutubishaji wa nyuklia pale nchini Iran, ambako Marekani imekuwa ikikataa sana ama ikizuia nchi ya Iran kurutubisha madini ya nyuklia ama pia kuendeleza makombora yake ya nyuklia, ambako pia kama Israeli, taifa jirani na pia lipo kwenye ugomvi wa muda mrefu, kupitia waziri wake Netanyahu limekuwa likikemea sana kwamba Irani haipaswi kabisa imiliki silaha za nyuklia au makombora, lakini pia iendelee kurutubisha hayo madini ama uranium za nyuklia. Kwa hiyo hicho pia ndicho ambacho kinazua taharuki hizi kubwa, na hicho pia ndicho ambacho kinasababisha pia kuwepo na mgongano mkubwa sana pale Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ni kuahidi ya kwamba pia kila ambacho kitazidi kujiri nitakufahamisha. Ikumbuka kwamba pia wiki hii Alhamisi mazungumzo pia mengine yataendelea kule Geneva kati ya viongozi ama wajumbe kutoka nchini Iran na Marekani, wakizungumza jinsi ya kufikia mwafaka kwa kila ambacho Marekani inakipinga kufanyika kwa Iran, hasa kurutubisha nyuklia. Kwa hiyo basi ambacho kitakuwa kinajiri hapa katikati kabla mkutano huko Geneva na kabla mambo mengine pia, basi tutakuwa tunafahamishana kila siku. Asante kwa sasa, cha msingi endelea kuwa pamoja nasi na kutufuatilia kila siku kwa habari na uchambuzi wa kinagaubaga zaidi kuhusu habari hizi za kimataifa.